Kwanza hii channel yenyewe inataja jina. Jina? Hatuna jina la channel. Hii hata maneno unga. Okay. Eba tumepata jina la channel hapo. Hii channel inaitwa Maneno Unga. Kama kuna kitu chochote ukielewe kwa lugha yoyote, hapo ndo utapata explanation ya hicho kitu. Yeah. Simple tu. Hivi. Wale wanaosemaga, mwanangu vipi? Nasikia wanakuwa nasikitika kwanza, wanakuambia yani nipo Apeche Alolo. Apeche Alolo. Ni nini? Kwa nini asiwe tu Apeche mpaka wewe na Alolo? Apeche ni nani? Huyo Apeche atakuwa ni jamaa moja kwa ana kitu huyo. Na Alolo ni mwanae. Kwa hiyo nipo Apeche Alolo. Yani maana yake sina mwana, sina baba, sina mwana. Kwa hiyo jamaa na ndugu. Ana ndugu. Yani maana yake hapo usimuombe hata damu yani. Yani hapo ni hana. Anaacha kuchangia. Anaacha kuchangia hata damu hana, yani wewe muache tu. Yani hata kumomba mawazo, bwana nisaidie mawazo akupi huyo. Huyo ni kishakwambia Apeche Alolo. Yani kama jungukuu alina hata ukoko. Lakini Kiswahili kweli? Ni Kiswahili. Apeche Alolo. Au ni yale maneno tu ya Uswahilini tu. Ni maneno tu ambayo ya Uswahilini Hapana, sio Uswahilini. Kwa hiyo ni maneno ambayo lugha inaeleweka. Yalikuwa yanatumika sana kwenye hadithi. Wahenga yao. Wanatumia sana kwenye hadithi. Apeche Alolo bana. Wahenga walitusumbua. Apeche Alolo. Nini sasa shida? Au ni kikabila fulani pengine za. Au na ile neno kuna neno lingine linanichanganyaga. Unaweza kama mkamuuliza mtu, bwana una kiatu kizuri. Anasema asante mwanangu. Hicho shingapi hicho umenunua shingapi? Hichi bwana nimenunua laki na ushee. Huo ushee ni nini? Kwa nini siwe upadri au uchungaji? Laki na uchungaji. Laki na uchungaji mwanangu. Laki na upadri. Kwa nini yani wewe laki na ushee, kwamba laki ni nini? Kwa nini wewe shehe, kwa nini asiwe padri? Sasa mashehe unajua ni watu ambao yani unajua shehe huwezi kumjua, yani kumjua ni shehe yani ni vigumu. Kila mtu anaitwa shehe kwa. Ile shehe. Sasa ile shehe anakuficha pale kwamba yani zile za mbele yani hawezi kuzikadiria. Yani hawezi kuzijua laki, yani ni laki na 99. Yani laki na 99, laki na 48, laki na 22, laki na ngapi kwa laki na ushehe. Kwa hiyo laki na ushehe ile ushehe sasa ndio ujiongeze kwenye ushehe huko. Kwa nini asiwe upadri? Sasa upadri wanajulikanaga mapadri. Sio wengi. Kwa akisema upadri maana ni kamili. Padri tunamjua. Usijui laki na mchungaji tunamjua. Lakini shehe mjui. Unajua shehe anaga shehe ana makuu. Mimi mwenyewe nilikuwa na vivaa vipuli vile wananiita shehe. Karibu shehe. Mtu shehe na vipuli? Nilikuwa na vipuli. Sasa shehe wanalitumia watu zaidi wa mjini kama rafiki. Karibu shehe bwana. Watu wa mjini lakini. Ndio hiyo laki na ushehe. Kwa ule ushehe ule ni kitu ambacho hakielewekagi. Okay. Waswahili bana wana maneno sana. Unajua unaweza kaishi sehemu fulani ya Waswahili, ukahamia sehemu nyingine ya Waswahili ukashindwa kuelewana nao. Maana kila sehemu inaonekana wanatumia lugha tofauti. Kama kule Mbagala. Tama mtu wanasalimiana shega. Mwenzena anasema shega. Hiyo shega ni nini? Shega yani maana yake salama. Kwa mbali shida kusema tu salama. Ndio Waswahili hao. Ndio shega. Shega. Ile. Hata ukinikuta mimi naambia hapana ndugu yangu, leo nyingine leo. Leo nyingine leo. Anakuambia ile unasema hapana. Na leo nyingine bwana. Ya leo sio ya jana. Leo nyingine kabisa leo. Afu naanza kama kakuelewa hivi. Basi fresh mwanangu. Anaelewa hivi. Kuna leo hivi. Uliza leo hivi. Nikwambia njano, ya blue, nyekundu. Walifurahisha. Basi fresh mwenetu. Ndio salamu za Uswahilini. Okay. Kuna ile neno la Kiswahili,
Nimelisahau. Nilikuwa nasema usivuke mamba. Usivuke mto. Usivuke mto kabla hujamsalimia mamba. Usitukane mamba kabla hujavuka mto. Usitukane mamba kabla hujavuka mto. Hivi mtu anamtukanaje mamba kwanza? Tuanzie hapo. Huwezi kumtukana mamba. Sasa kulikuwa kuna haja gani ya kuniambia nisimtukane mamba? Kama huwezi kumtukana mamba. Ila jenzi wanatukana mamba na mtu anavuka. Wanamtukanaje mamba? Hata kwa kidole. Wewe unajuaje kama umemtukana? Sasa kwa sababu wewe tayari ni tusi kwako, utaamini yule nimemtukana. Lakini mamba anaga mpango na nyie. Yaani ile kusema huyu mamba nitishi kwa lolote kwa vyovyote mimi navuka. Na hilo sio tusi pia. Hilo sio nimejigamba, au ni majigambo, sio tusi. Huyu mamba kenge kama kenge wengine. Pia sio tusi, ni mfananisho huo. Yaani wahenga ni kwamba tu Nshoto walifeli. Walifeli kwenye kwa sababu hata mambo ukimtukana yeye umemtukana. Atajuaje? Kwanza atajuaje umemtukana? Yeye angesema bwana ukitaka kuvuka mto ogelea. Ukitaka kuvuka mto wewe vuka tu. Wewe vuka tu. Ogelea mamba ndo utakutana nao. Kuvuka mto uvuka. Na lazima kama nataka kuvuka mto lazima nivuke kwenye mamba. Kuna mito mingine haina mamba. Au unavuka kwenye daraja. Yaani mpaka umevuka kwenye mamba maana unataka kuliwa tu wewe. Una lolote. Unavuka kwenye mamba. Wahenga walifeli. Na ile usimtukane mkunga, ungali uzazi bado upo. Kwamba usipokuepo ndio unabidi uanze kumtukana. Yaani kushajua wewe uzai. Tukana wakunga wanavyoweza. Sasa uzai. Sasa inasaidia nini? Yaani kwamba ni mkunga hata kuja kukusaidia. Yaani mkunga naye mwehu. Sasa mimi kwani lazima aje mkunga. Sasa ndugu yangu atakuja. Mkunga ni nani? Mkunga ni nani kwanza? Mkunga ni mtu ambaye anahudumia nadhani wazazi. Ndio wale manesi. Ni manesi Manesi ndio wale wanakuja wanaangalia hali ya mtoto. Huyo anayezalisha ndio daktari. Lakini nesi ni yule anaangalia mtoto hajapewa chanjo hii aje. Sasa kingine pia watu wanajoga nesi ni yule mdada. Ndio umeona sasa watu wengi wanapofeli, lakini nesi ni cheo au ni level ya kwenda kwenye udokta. Kwa hiyo kuna manesi pia wa kiume. Ndio. Sasa ukisema nesi anakuja kuangalia mtoto, sio lazima je nesi, hata daktari anaweza kaja kumwangalia mtoto. Ni vigumu. Ni vigumu? Maana sio kitengo chake. Sasa kama private umetoa hela wanakuja madaktari. Wanakuja lakini ile pale ni kazi ya nesi. Yaani daktari akija kuifanya kuna haja ya kuwa na nesi. Sijui unaelewa? Okay. Kwa hiyo ule jamaa nesi anakuchukua vipimo. Nesi. Nesi anampelekea daktari. Ndio anampelekea daktari anaangalia kwa vipimo hivi huyu anaumwa ugonjwa fulani. Hapo wakati umejifungua sio? Kwenye kitu chochote. Tunazungumzia kwenye hao wakunga. Kwenye hii huku ndio hivyo. Mimi najua kazi ya nesi ni ile anakuja anaangalia hali ya mama na kazi ya mkunga unaijua? Huyu mkunga mwenyewe simjui ni nani. Nadhani mkunga ni wakati mtoto ashakuja nyumbani nafikiri. Yule ambaye anakuja kumcheki mtoto nyumbani. Yaani ambaye anatake care mtoto wakati mama yuko nyumbani. Nadhani huyo ndio wale ndio wakunga. Ambaye na wale usiwatukane wale kabla haujamaliza kuzaa. Watafanya nini? Hawatakuhudumia. So utapata tabu. Wahenga bana. Wahenga walikuwa wafikiriaji sana. Yaani ilikuwa ni kidogo tu hiyo bana. Wewe ishini na hiyo. Walikuwa na deka. Sana. Kulikuwa kuna maneno mengi ya Kiswahili nilikuwa siyaelewi. Sema nimeyasahau. Sasa na uzuri haya maneno huwa hayatumiki sana. Yaani sio maneno utayakuta kila sehemu. Na wakati mwingine unapoambiwa hilo neno, si kwamba ndo lina maana hiyo. Ile nipo shagara bagara. Ni shagara bagara? Niko shagara bagara. Ndo nini pia? Yaani hiyo baba. Umeona yule apecha lolo? Huyu ni jirani yake sasa. Ushagara bagara. Ni jirani yake apecha lolo. Huyu hajapiga mswaki, hajaoga, hajafua. Yaani yeye ni shagara bagara. Yaani yeye nywele hajachana. Yaani nywele zake ziko kama za yule mtu kazi. Mtu wa kazi. Nywele zake sasa ni ndefu, imagine. Meno Yanga. Meno ya njano hatari. Bwana ndio jamaa shagara bagara. Yaani akipiga miayo nzi wanafuata. Huyo shagara bagara huyo. Ukisikia bwana yule jamaa yuko shagara bagara bro. Kwanza ananuka kama beberu fulani hivi bro.